fungua. Mnasukuma mlango Mnasukuma mlango. Nikibu. Shen. Stop. Fungua. Haya. Stop. Muda swala. Haya, swala. Shenzi. Pumbavu. Yaani mimi naamsha mnasukuma mlango. Tutakutana msikitini huko. Umetujiria mwezi Ramadhani, karibu sana tulikungojea, tusafishe nia kwa Ramadhani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanangu, nimeweta katika kikao hiki kama kawaida yangu, kama desturi yangu, kama mzazi. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa'i. Mwanaume, najizungumzia mimi mzazi, ndio kiongozi wa nyumba, ndio kiongozi wa familia. Tumeelewana vizuri eh? Ndio. Kwa hiyo nimewaita kwenye kikao hiki kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani umeandama leo. Nafikiri kila mmoja kauona. Ndio. Wewe umeuona? Ndio. Wewe? Ndio. Wewe? Ndio nimeona. Kwa nyote mmeuona mwezi. Sasa zile na hauna maana kuna watu fulani hapa na wajua tulisumbuana sana mwaka wa jana. Hawa kaka zenu wawili hapa. Ile tabia sitaki ijirudie. Tumeitana kwenye kikao hiki ili kukumbushana mambo yanayostahili kuyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivi nani anayejua maana ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Hapo. Ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuswali na kutoa zaka na kusoma Qur'an. Safi, umejitahidi. Hapo. Hapa. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni yale mambo ambayo yameamrishwa na Mwenyezi Mungu kama yafuatayo: kutoa zaka, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kusoma Qur'ani na kuswali tarawih na mengineyo. Safi, umejitahidi sana kujibu. Ehe kaka mtu hapo? Mimi ninachojua baba, mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuamka asubuhi na kufunga, jioni kufuturu. Wewe pumbavu wewe. Kufunga mwezi wa Ramadhani sio kuamka asubuhi na kufunga na kufuturu peke yake. Kuna kusoma, kuna kuswali, kuna kuswali tarawih, kuna kutoa sadaka. Wewe unasema kwamba kufunga Ramadhani ni kuamka asubuhi na kufunga na kufuturu? Wewe huna akili eh? Wewe unashinda na mtoto kajibu vizuri, unajibu pumbavu gani? Eti mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuamka asubuhi na kufunga na jioni kufuturu. Ndio majibu yako unayonijibu haya? Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kufanya yale yote mema aliyoamrisha Mwenyezi Mungu na kuacha yale aliyoyakataza. Maana yake hapa kuna kuswali, kuna kutokusengenya, usisengenye, usiseme uongo, utoe sadaka, usome Qur'ani kwa wingi, ufanye ibada kwa wingi, zile zote Mwenyezi Mungu alizozifanya nini? Alizoziamrisha. Sasa wewe unakuja kunijibu kwamba eti mwezi wa Ramadhani ni kufunga na saa 12 kufuturu. Wewe ujinga si utaki. Watakwanza ukorofea kama mwaka jana, si ndio? Si ndio? Sitaki kuona ujinga kabisa. Kwa hiyo nadhani kila mmoja hapa kishauona mwezi mtukufu wa Ramadhani, na nahakikisha safari hii tutakuwa bega kwa bega mimi na nyinyi. Nikienda kuswali tunaongozana. Sawa? Mkienda chuo nataka nihakikishe kila mmoja anakwenda chuoni kwa wakati. Tumeelewana vizuri? Ndio. Sawa. Hili ni jukumu langu kuangalia familia yangu kama mzazi. Sasa sija mkaniletea habari zenu kama zile za mwaka wa jana. Tutakuja kukorofishana. Nataka safari hii mbadilike. Tumeelewana vizuri eh? Hawa sina wasiwasi nao sana hawa watoto wa kike wadogo zenu. Sina wasiwasi nao sana. Mimi najua hawa wanakwenda chuoni vizuri, wanaswali, lakini wasiwasi wangu huko kwenu, ndio maana nimewaita kikao hiki niwape nasaha mapema, tukubaliane. Tusije tukakorofishana. Hili ni dhima. Mimi nina dhima, mkifanya mambo mabaya hili ni dhima mimi mzazi kwa Mwenyezi Mungu. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo kuweni makini, sawa? Tufanye ibada kwa wingi, tuswali tarawehe, tutoe sadaka, tusome Qur'ani kwa wingi, tufanye yale mema yote aliyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumeelewana vizuri? Haya. Huu ni muda wa kuswali. Saa 12 za saa hii. Mimi naelekea kujiandaa kwa ajili ya kwenda msikitini. Kwa hiyo na nyinyi jiandaeni kwenda msikitini, sawa?
Ndio. umetujilia mwezi Ramadhani, karibu sana tulikungojea, tusafishe nia kwa Ramadhani, tutubu sana dhambi kufutiwa, tutubu sana dhambi kufutiwa. Swala. Niwa kina dada. Watoto wa kike, swala. Swala. As-salatu khairu minan nawm. Ni watoto wa kiume, swala. Swala. Ni watoto wa kiume. Muda swala mkeni. Adinani? Ramadhani? Hebu mkeni. Kelele tu sema. Unasumbua kishenzi. Sasa swala. Inakwenda bado umefunga mlango. Saa 9. Ndio ndoto. Muda swala mkeni. Kijana tupige na tufunge. Lakini tuzuie mlango. Hata kuingia watu Tunamzuia hamna kuingia. Saa 9 rafiki yangu swala saa 9 umeona. Kumbe mnijui mimi Mfanya mnafunga mlango kumbavu muda swala huko. Mnafunga mlango. Fungua. Mnasukuma mlango Mnasukuma mlango. Nikipo. Shen. Stop. Fungua. Haya. Stop. Muda swala. Haya. Swala. Swala. Shenzi. Pumbavu. Yaani mimi naamsha mnasukuma mlango. Tutakutana msikitini huko. Pumbavu zenu. Umetujilia mwezi Ramadhani, karibu sana tulikungojea, tusafishe nia kwa Ramadhani, tutubu sana dhambi kufutiwa, tutubu sana dhambi kufutiwa. Mwezi ulo mwema kwetu wanadama, umefika Bwana, ni furaha sana, ni furaha sana. Tupoke vyema na tufanye hima, so dhambi kufanya tutapata lana, tutapata lana. Kwetu ni wajibu kufunga bila tabu, na wetu Wahabu tatupa thawabu. Tuwe na aibu, tuache maajabu, ili uko Rabu usipate adhabu. Sote wanadamu lazima kufunga, tena kwa nidhamu bila ya kupinga, na yatulazimu ibada kupenda, ili zetu saumu zisende kupingwa. Umetujilia mwezi Ramadhani, karibu sana tulikungojea, tusafishe nia kwa Ramadhani, tutubu sana dhambi kufutiwa, tutubu sana dhambi kufutiwa. Mola usina shaka, njia yako tumeshika, hatuwezi tatizika kwa lolote kutufika, kwa lolote kutufika. Twakuomba we mmoja, tujalie hakika, mwezi usijiondoka bila madhambi kufutwa, bila madhambi kufutwa.
sote wanadamu lazima Babu kabisa. Nyie. Hebu tulieni kwanza. Tushatoka msikitini tumerudi. Kile kitendo mlichokifanya asubuhi, mimi nagonga, alafu na nyinyi mnasukuma mlango tunasukumana. Mnajifanya nyinyi wahuni, si ndio? Asubuhi wakati naamsha mende mkaswali. Kwa nini tulikuwa tunaminyana? Wewe. Kwa hiyo tulikuwa tunaminyana. Asubuhi mimi naamsha mkaswali, nyinyi mnaminyana na mlango na mimi naminyana. Maana yake nini? Naminyana baba yenu, si ndio? Sina nawauliza nyinyi. Kwa hiyo tulikuwa tunaminyana. Haya, lala chini. Lala chini mmoja mmoja. Anza wewe, lala chini, shenzi. Lala chini. Elekea huko. Mbavu. Kabisa. Nipiga magoti. Piga magoti hapo. Sogea hapo pembeni. Shua, lala chini. Shenzi kali. Ndio mnijui vizuri nyinyi. Mbavu zenu. Yaani mimi nawagongea, alafu nyinyi mnaminyana, tunaminyana, au sio bana? Hamtaki kuamka kwenda kuswali, si ndio maana yake? Nenda chini. Nenda chini. Lala vizuri. Lala chini. Nenda. Wait. Shut up. Nenda chini. Pumbavu. Wewe. Funga domo lako. Kwa nini mimi nawaamsha mwende mkaswali, nyinyi tunaminyana kwenye mlango? Maana yake nini? Nyinyi mnataka kusukumana nani? Nyinyi mnataka kusukumana na mimi nyinyi? Nyinyi mnataka kusukumana na mimi? Lala chini. Wewe. Funga domo lako. Shenzi. Nyinyi mtanielewa tu. Nyinyi mnajua mnajifanya mna usingizi sana. Haya, ndani. Shenzi. Ndani. Shenzi. Haya, wewe lala hapa. Lala chini. Shenzi. Lala chini. Ni huyu nani? Kumbavu. Yaani mimi naamsha mkaswali, nyinyi mnasukumana na mlango kabisa, tunasukumana. Mnaweza mkasoma na baba yenu nyinyi? Ni huyo, sio mimi. Nani? Huko Ramadhani sio mimi. Ndio kafanya nini? Alikuwa anakuzuia. Wewe, lala chini. Nenda chini. Wewe, shut up. Lala chini. Nenda chini. Tulia. Shenzi. Kwa nini Shenzi. Yesu mnajifanya hamtaki kuswali huko. Sio mimi. Ni wewe. Lala chini. Nenda chini. Ndio. Ndani. Pumbavu. Ndani. Kwenda. Shenzi. Pumbavu. Shenzi. Tutakutana ndani huko. Pumbavu kabisa. Yaani mimi nawaamsha mkaswali. Alafu tunaminyana na mlango. Yaani mnajifanya hapa tunaminyana. Maana yake mnataka kuminyana mimi. Mnataka kuminyana mimi. Pumbavu. Shuwaini kabisa nyinyi. Umetujiria mwezi Ramadhani, karibu sana. Mbaba leo kanipiga, mimi kanipiga kaniumiza ujue. Hata kote sasa hivi amevimba hapa. Sasa si bora wewe, mimi ndo kanipiga kishenzi yani. Yaani mpaka kukaa hapa ujue, nakaa kwa shida yani hatari. Sasa kwanza ni umebeba fimbo mbili afa sema umeumia. Babu unasemaje? Fimbo mbili zile? Mimi kanizibua mifimbo kibao mwanangu, mpaka mwili wote unauma hapa sasa hivi. Angalia alipoumia. Angalia, wewe umeumia hapa. So nimeumia, yani unavuniona hapa mpaka kukaa siwezi, makalio yote yanauma. Wewe umepigwa kidogo tu umeumia hapo unajilegeza kweli mtoto wa kiume rafiki yangu. Mimi ninawaza. Wazo gani hilo mwanangu tena? Wale mzee katuchapa asubuhi. Ile fimbo tukiacha pale atazidi kutuchapa. Tukaibe. Bonge moja la wazo mwanangu. Yaani ile fimbo tusipoiba kweli ile mzee atukomesha kila siku mwanangu. Sasa cha kufanya ile fimbo tukaibe kweli ile. So niibe alafu ile huyu hapa kaiba. Mtakuja kubumunda. Ile fimbo lazima tuibe, tunateseka kila siku. Wewe umekuja nazo zuri. Na leo tumelifanyia kazi. Sasa ile fimbo lazima tukaibe kweli. Sasa sikiliza, tuaende lakini taratibu. Ushego snipe. Sasa ndio kazi zetu hizo mwanangu. Sasa nyatu kama sniper. Sasa ukinengeneka ukisikia utajua mwenye mimi nasema sipo. Hiyo haipingwi. Ishapitishwa. Haya. Tulishughulikia hilo swala sasa hivi hapa kabla hajakurupuka. Taratibu sasa, taratibu. Sasa nifundishe.
Sio nakufundisha, mimi nakwambia usitoka kurupuka sitoje kukutwa. Twende. Wenzetu. Taratibu. Ndio. Kule mama ataiona. Acha ubishi nisikilize basi, nisikilize kule, ndio kuzuri. Sikia, tuweke huko kujua kabati, huko kujua. Bwana tuficha mbali, bwana mbali. Haoni kama una mbishi kule. Wewe. Twende. Umetujiria mwezi Ramadhani, karibu sana, tulikungojea tusafishe nia kwa Ramadhani, tutubu sana, dhambi kufutiwa, tutubu sana, dhambi kufutiwa. Mola usina shaka, njia yako tumeshika, hatuwezi tatizika. Galia sasa, mbona unanikalia sasa? Haone umezidi bana, sogeza mkono wako. Wewe ukija unakalisha makalio yako. Tuachane nawe kwanza. Umefunga? Kaka mimi sijafunga, Ramadhani inawezekana imenifunga. Sasa sikia. Hii Ramadhani, mimi naitwa nani? Wewe sio ndio Ramadhani? Sasa sikiliza. Kama hii Ramadhani, mimi ndo natoa amri sasa. Hatufungi leo. Hata mimi na bonge la njaa. Yaani je ninavyoniuma imenitandika kishenzi ya ndugu yangu. Sisi tunafanyaje kwa haraka haraka? Acha kuwaza sana, sikiliza. Jana katotoka dukani pale, hujabakisha change? Yeah. Fanya kitu babu. Mimi hata sielewi hapa saizi. Hebu jisasaje hapo. Hivyo. Sasa hapa tufanye mpango, tukachubizi pale na mikate. Tule vizuri. Alafu sasa ndo twende chuoni. Wazo zuri hilo. Sasa utende. We ndugu yangu umemsahau yule mzee. Yule mzee ana machawa kinoma. Hata ufanye kitu chochote sehemu yote lazima atajua. Sasa utafanyaje? Inabidi tuumize kichwa. Yule dogo anakuja. Wewe dogo. Janjani? Njoo. Bora mtume yule dogo. Njoo. Vipi Janjani? Poa. Wewe umefunga? Umefunga ndio. Sikiliza. Sisi tuna shida. Tutoka tuletee juisi pale za muazini. Mbona azana bado? Hiyo sio kazi yako, hiyo kazi yetu sisi. Tunataka tukachukue vitu mapema vya muazini tunavifungasha. Adhana ikiaziniwa tu sisi tunapiga vitu. Yaani mapema ukishapa muazini pale unapiga. Si unajua yule mtu anaweza kuwa uko mbali, mara tuko huko, mtu paka afuate uende msikitini kule ukatafuta juisi. Ukifika kule tuashama za juisi. Sasa sikia. Kachukua juisi pale. Juisi hizi? Mbili. Na mikate ya 400. Alafu kirudi na kugamia shimi yako hivi. Fanya hivyo dogo. Basi Usina shaka, njia yako tumeshika, Nitakajua simbili na mikate ya 400. Hivyo. kwa lolote kutufika, twakuomba we mmoja, tujalie hakika, mwezi usijiondoka bila madhambi kufutwa. Karibu sana. Bila madhambi kufutwa.
Wewe sikiliza mimi hii. Chukua hii. Ya kwako si ndio? Mimi si ndio nimeshika hii. Achana nayo. Unazingua ujue mwanangu, unazingua. Wewe dogo nenda. Ni yangu. Mambo nenda zako huko dunia yako. Yingana. Shika hii. Acha kuzingua mwanangu. Wewe nitakupiga sisi basi, acha kuzingua. Juisi. Si chukua hapa, chukua. Fresh basi, fresh. Shika. Fungua mkate. Unazingua. Ili zetu somo zisende kupingwa. Subhanallah. Yaani Ramadhani yote hii mnafuturu mchana kupe, wala haibu amuone na utu uzima wenu hivyo. Yaani watu wazima na akili yenu mnakunywa juisi na mkate tena mchana kweupe na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini sawa, haina shida. Tutakuja kuonana kwa ustadi. Noko ashapita. Sasa fanya. Itakuwaje sasa? Ndoto zetu. Mbona kama kishanuka? Imemwagika. Kaka. Tuondoke. alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Haya, mbona mmechelewa chuoni? Mpaka sasa hivi saa 11:30 hamjafika chuoni. Ustazi, tulipokuwa tunakuja huku chuoni njiani tulikutana na Ramadhani na Adinani. Naam. Tuliwakuta wanakunywa juisi na mkate. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hawajafunga? Tumewakuta wanakunywa juisi tena wala ana pressure kama mwenyewe wamekaa. Kama hawajafunga watakuwa wanadanganya wazazi kwamba asubuhi wakiamka wamefunga, kumbe wakitoka njiani huko wanakula, lakini nyumbani wazazi wanajua kwamba wanafunzi wao wamefanyaje? Wamefunga. Basi mimi nitampigia mzee wao simu. Asalamu alaykum. Salamu. Kwa nini mmechelewa madrasa? Na taarifa zenu zindeshanifikia kwamba nyinyi mmekula ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nyinyi ingieni madrasa au nyinyi kaeni hapa. Nyinyi ndio kuna madrasa kaeni hapa. Kwa kitendo mnachokifanya kula ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mchana, ikiwa mnastahili bakora, kwa sababu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lengo na makusudio ya huu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu ambao kwamba mliamini, kutiba alaykumus siyam, imefaradhishwa juu yenu somo, kama kutiba alal ladhina min qablikum, kama ilifaradhishwa kwa watu waliokuwa kabla yenu, la'allakum tatakuna, ili mwe wacha Mungu. Ndio lengo la somo. Ndani ya kufunga, lengo ambalo kwa linapatikana ndani ya somo na faida inayopatikana kwenye somo ni ucha Mungu. Hasa ucha Mungu utapatikanaje endapo kwamba nyinyi hamfungi, mnadanganya nyumbani kwamba mmefunga kumbe hamjafunga. Hii kwa kweli mnakosea nidhamu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukiwa mlale hapo mle 5-5. Tukiwa mlale mle 5-5. Sasa fimbo tena. Ramadhani hala hapo. Shika chini hapo. Kwa kitendo mnachokifanya kula ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mchana, sasa mnastahili bakora, na hili pia nitampigia baba yenu simu inshallah ili tushirikiane. Ndio chika chini. Kwa ajili mmekula ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini mmekula ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kwa nini mmekula ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Tujalie hakika mwezi usijeondoka bila madhambi kufutwa, Mama Ramadhani. Mume wangu. Nimekuita hapa, nimekwenda kuangalia fimbo yangu pale unapoweka siku zote.
sioni. Nani kachukua fimbo yangu? Mimi sijui, nilikuwa sipo. Au nilivyowachapa hawa watoto hadi nani na mwenzake Ramadhani asubuhi walivyoingia na walivyotoka ametoka naye? Sijui. Inawezekana. Si unajua tena Baki Ramadhani watoto wako hawasikii. Anyway, wewe kafanya kazi zako, mimi nitajua tu. Watakuja hapa. Zetu somu zisende kupingwa, umetujilia. Njoni wenyewe. Njoni hapa. Kaeni hapa. Matoka wapi? Sina wauliza, mbona muangaliana hapo? Natoka huku chuoni msikitini. Watu wametoka msikitini muda mrefu. Matoka chuoni ya wapi? Mzee baada ya kumaliza kuswali na ndugu yangu hapa tulikuwa kidogo tunatwali tunakumbushana. Nyinyi hamwishii na kesi nyinyi watu wawili nyinyi. Jana nilitoka kuwasomea kesi zenu tu hapa. Leo umeamka na jambo jingine. Nataka mniambie nani kaiba fimbo yangu? Fimbo? Sijaiba fimbo, muulize Ramadhani. Wewe sitaki kusema mimi nimeiba fimbo. Mimi sijaiba fimbo. Labda nani muulize hata nani? Salim. Unaona kichaa eh? Hivi Salim kweli una akili zako anaweza kuiba fimbo? Nyinyi watu wawili ndio wakorofi. Salim anaibaje fimbo? Sasa nyinyi msifikiri kwamba mimi siwezi kupata fimbo nyingine. Sawa, fimbo nyingine nishatafuta mapema kwa ajili ya kuja kuwatia adabu. Nataka niwape option moja. Atakaye niletea fimbo kwa haraka nitamsamehe. Lakini ambaye hata niletea fimbo leo anakula mijeledi mpaka basi. Sijakuelewa. Nataka leta fimbo vipi? Haujanielewa eh? Nisikize kwa makini. Nawapa offer. Leo atakaye niletea fimbo yangu sitamchapa. Lakini ambaye hataleta fimbo yangu leo hapa atakula viboko tu lazima. Mzee hivyo unavyotuambia unatutega au kweli? Mimi najua fimbo ilipo. Mimi hapa ndo najua. Mimi ndo najua. Wewe hajui. Mimi ndo najua fimbo ilipo. Kwa kwanza kuniletea fimbo hapa nitamsamehe. Wewe. Tutulie. Yaani matoto mapumbavu haya. Yaani yananikera wakati mwingine yananichekesha yani. Yaani wakati mwingine inabidi mtu ucheke tu akia Mungu yani. Nimeyatega kidogo tu. Yameingia eti hawa sijaiba. Haya mbona mmekimbizana kwenda kuchukua fimbo? Tulia basi, unajua fimbo iliyofichwa. Tulia. Wewe. Subiri kwanza basi, subiri kwanza. Bwana utaniweza mmoja ujinga bwana. Wewe, uchukue fimbo. Ina maisha. Wewe ni wewe. Hamna, chukua fimbo hivi. Mmefanya kitu kizuri. Mimi nawapendea hivyo tu. Nimewatega kidogo tu. Mmeingia au sio bwana? Nyinyi si mlisema mjaiba fimbo. Hii ni nini? Sina wauliza mmesema hamjaiba fimbo. Hii ni nini? Huyu ndo alikuwa kaificha. Kaificha? Mbona umeleta wewe? Mimi silimwona kata naificha. Sasa nilivyokuuliza wewe ukasema kwamba hujui. Kwa nini? Anasingizia tusijaficha, mimi ndo najua fimbo ilipo, ndo maana ndo kwanza kuleta fimbo hapa. Lakini wewe pia sulienda. Mimi nilitaka tu nipone kwenye viboko mzee. Ina maana nyinyi mmeiba nyote. Nyinyi hamwezi kunishinda akili nyinyi. Watoto ni wazee mwenyewe. Mnishinde akili. Hicho kitu hakipo. Mimi nina akili nyingi kuliko nyinyi. Sasa hapa leo fimbo ziko pale pale. Mimi nimewatega tu. Wala sikuwa na fimbo nyingine. Lakini kwa sababu akili zenu nyinyi za kuku. Maana kuku unampiga kigongo hapa. Anapapatika. Akiamka ukimrushia punje tena haja pale pale. Ndio kama nyinyi. Akili zenu kama za kuku. Sasa hapa mnakula viboko haya. Lala huku. Subiri basi, tusamehe, tunajua tusamehe. Niwasamehe? Tusamehe kweli, tumekosea mzee, aturudi tena, tumekosea.
Aya, ndani. Ndani. Chumbani. Bwana chumbani, shenzi. Mbavu mimi. Umetujilia mwezi Ramadhani, karibu sana tulikungojea, tusafishe nia kwa Ramadhani, tutubu sana dhambi kufutiwa, tutubu sana dhambi kufutiwa. Mwezi ulo mwema kwetu wanadama, umefika Bwana, ni furaha sana. Sidoni. Ndio huyu. Ala kutuma uende kwa ustazi ukasema kama sisi hatufungi nani? Kwani uongo? Sijawakuta mnakula mikate ninyi na juisi. Hata kama tumekunywa juisi na mikate, wewe nakuhusu nini? Mbona unakuwa mnafiki, unakuwa mbea? Nyepo walipo watu wazima na akili zenu. Mwezi wa Ramadhani huu mtakiwa mfunge, mfanye ibada, alafu mnajifanya kama yani hamujui kama hichi ni kipindi gani. Na kati nyinyi ni Waislamu na ni watu wazima, hasa ikiwa nyinyi mnafanya namna hiyo, watoto watafanyaje? Wajifanya una elimu sana, si ndio Alafu na bado wanatusema. Tulia sasa. Wewe kwa sababu sisi tumetusemea tumepigwa. Sasa na sisi tunakupiga. Subiri. Na tutakuonyesha nini maana ubaya ubwela. Wewe ala chini. Tulia hivyo. Utataka tu. Utataka. Tulia. Tulia. Wewe si tupigwa. Tulia sasa utaona. Kila siku tupigwa. Tulia. Tulia. Usimwache, tulia. Labda yeye na ubaya na nyinyi. Vinauma. Sisi ndio tumeumia hivyo. Tulia. Zamu yako pige. Tulia hivyo. Tulia. Umbea mkokoza, tulia. Wewe mbea. Sasa siku nyingine rudia. Haya, yanyuka. Amka. Mungu atalani nyinyi. Na wewe ubaya ubwela sasa. Na wewe wako rudia tena. Wewe fanya mbea sana na siku nyingine rudia tena. Umetujilia mwezi Ramadhani, karibu sana tulikungojea, tusafishe nia kwa Ramadhani, tutubu sana dhambi kufutiwa, tutubu sana dhambi kufutiwa. Mwezi ulo mwema kwetu wanadama, umefika Bwana, ni furaha sana. Tupoke vyema na tufanye hima, so dhambi kufanya tutapata lana. Kwetu ni wajibu kufunga bila tabu, na wetu Wahabu tatupa thawabu. Nikesha kidogo. Tena kwa nidhamu bila ya kupinga, na yatulazimu ibada kupenda, ili zetu saumu zisende kupingwa. Umetujilia mwezi Ramadhani, karibu sana tulikungojea, tusafishe nia kwa Ramadhani, tutubu sana dhambi kufutiwa, tutubu sana. Unapeleka mikono wapi kwenye iftari? Kwenye iftari mzee. Unafuturu wewe umefunga? Nimefunga ndio. Umefunga wewe? Ndio nimefunga. Taarifa zenu zote ninazo imenifikia hapa. Nimeletwa taarifa na watu zimenifikia kwamba nyinyi hamkufunga, mmekamatwa huko mnakunywa juice na mikate. Si ndio nyinyi? Mwenzako uko wapi? Mwenzangu tumeachana wakati tunatoka madrasani hapo njiani. Sasa wewe hustahili kula, kufuturu. Anayestahili kufuturu ni yule aliyefunga. Wewe hukufunga. Kwa hiyo wewe stahili yako ni kula chakula cha kawaida, sio futari. Kamtafute mwenzako, kaa kule pembeni. Acha waliofunga wale. Kumbavu kabisa. Na naita nani? Hey. Naam Sheikh, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Sheikh, ndo nafuturu kidogo hapa.
Basi inshallah ngoja nimalize kufuturu nitakupigia. Hawa watoto unajua ni wakorofi sana. Kwa nini tunagombana kila siku? Si ni watu kugombana kila siku, watu kugombana. Itafikia wakati mimi nitafukuzwa huko ndani unajua. Sasa kamtafuta huyo mwenzake waje hapa, mimi na kesi nao. Mbavu kabisa. Watu hawana adabu hawa. Shekhe, nimekuambia ngoja nifuturu nitakupigia. Sawa? Watoto bwana mimi wananiumiza kichwa sana. Lakini hawa wanakuambia leo ama zao ama zangu. Babu kabisa. Kuleni wanangu, kuleni wanangu. Nyinyi ni wafungaji wazuri. Mimi na nyinyi tunaenda sawa. Mama karibuni sana. Asante. Naona mmenijia saa hizi. Vipi kwema? Kwema lakini sio kwema baba. Haya sio kwema kivipi? Jana mdogo wangu wakati anaenda madrasa, hasa kufika njiani akakutana na wanao. Adinani na Ramadhani. Kukutana nao njiani aliwakuta akiwa ameshika vyakula. Akawashtua. Kule kuwashtua akaambia sio vizuri hivyo mnavyofanya. Kwa nini mnakula na ikiwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani? Mungu hapendi. Huu ni mwezi wa toba, wa kufanya ibada na kutubu. Basi akaachana nao pale akaenda zake madrasa. Kufika madrasa ile hali ikabidi amuelezee ustazi. Kumuelezea ustazi, baada ya muda wao wakaingia. Kuingia ustazi akawaita na kuwachapa. Sasa leo wakati mdogo wangu anatoka madrasa kuja nyumbani, akakutana nao njiani. Kukutana nao njiani wakamzingira. Kumzingira wakamwambia alale chini na kumtandika fimbo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wamemchapa? Wamemchapa, tena wamemchapa kisasa. Hawa watoto wananitafuta nini jamani? Wananitafuta balaa gani? Hawa watoto wananitafuta balaa gani jamani? Jamani walimwengu. Hawa watoto wana balaa gani hao? Mama, haya yanayozungumza ndugu yako ni ya kweli? Ni ya kweli baba. Yaani wamenichapa fimbo, wamenilaza chini, wamenizalilisha. Watu tele wana kazi ya kuniangalia mimi tu. Yaani msichana mkubwa na akili yangu wamenilaza chini na kunichapa fimbo, wamenizalilisha. Kwa kweli baba mimi sijapenda kweli, sijapenda kabisa yani. Nakwambia mama, hawa watoto namna ninavyovurugana nao hapa ndani, hata kama nyinyi mngekuepo hapa ndani mngenionelea huruma. Yaani hawa watoto sio wa kuswali, sio wa kufunga, sio kufanya ibada ya aina yote. Yaani kila siku mimi ni ugomvi. Kila siku ni ugomvi humu ndani. Na mimi kama mzazi, arrijalu kawamuna ala nisai. Mimi ndio kiongozi wa nyumba, mimi ndio kiongozi wa familia. Napambana nao hawa watoto ili mradi hii ni dhima, nitoke kwenye dhima hii. Lakini hawa watoto hawasikii hata kidogo. Niwafanye nini hawa watoto mimi? Niwafanye nini? Kila siku mimi nagombana nao hapa. Leo kweli wewe mtu kusema ukweli, na ni kweli. Hiyo taarifa mimi nimeipata kwamba wamefuturu huko mchana huko. Sawa, wakaenda kwa mwalimu akatandika, na mimi nikaja hapa nikawatandika tena. Kama mzazi nimechukua nafasi yangu. Sasa ina maana sikuwatandika mimi ndio wamekuja kulipiza kwako? Kwa hiyo wewe kusema ukweli ndio wanakuja kulipiza? Kusema ukweli ndio Mwenyezi Mungu anataka. Watu Mungu anasema kwamba mtu useme ukweli. Hawa watoto nitafuta nini jamani? Mama, mimi naomba mama zangu mnisamehe mimi. Nisameheni nini? Mama, kama mngekuwa nyinyi mnakaa humu ndani, mkaona hawa watoto ninavyopambana nao, pia mngenionelea huruma. Naombeni mnisamehe mimi. Kama wakifika hapa, yani kesho mtapata taarifa, nitawapiga hawa watoto. Na ikiwezekana hawa watoto mimi nikafukuza kabisa katika hii nyumba. Ni afadhali niwabadilishe, mtu aje niwabadilishe hata na debe la unga. Nikachukua unga nikawapa hawa watoto. Hawana thamani kabisa kwangu mimi. Mimi kama mzazi tunamenyana kweli? Mama, nyinyi nendeni. Nyinyi nendeni, kesho mtapata taarifa zao. Haya, asante baba. Haya. Asante. Haya. Haya Fatuma mwenzetu. Mtaa wote huu unasikia kwa wale vijana wale mzee wamekupiga. Wewe aache tu ndugu yangu. Jana walichonifanyia wala sijakipenda. Yaani mimi
kunizalilisha, mtu mzima na akili yangu. Wamenichapa, wamenilaza chini, wamenigaragaza. Umati umejaa tele, kila mmoja ananishangaa mimi. Yeye aache tu. Pole. Yaani wale vijana, sijui ni watu wenye matatizo gani. Lakini baba yangu mbona ni mtu mzuri tu. Wao ndio hawajielewi, hawajui chochote wanachokifanya. Sijui wapoje. Wale juzi niliwakuta huko njiani wanakula mikate na juisi. Nikawaambia, jamani, mnachokifanya sio kitu kizuri. Ikiwa nyinyi watu wazima mwafanya hivi, watoto wadogo watafanyaje? Na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa kufanya ibada. Mwenzangu nimeyatimba. Nikaenda wasemea kwa ustazi. Wakasubiriwa na ustazi, walivofika tu ustazi akawadhibu, akawachapa. Jana sasa natoka zangu chuoni naelekea nyumbani, nisikutane nao tena njiani, ndo akaanza kunidhalilisha. Yaani wamenichapa, wamenigaragaza chini, umati umejaa tele. Pole sana. Mimi wale vijana nawafahamu sana. Huwa wanapita sana hapa. Yaani wanaonekana hawana adabu. Na kati mwezi mtukufu wa Ramadhani wanatakiwa wafunge, waswali, watoe sadaka, waende msikitini, lakini wao hawafanyi hivyo, hawamwogopi Mungu hata kidogo. Pole sana kwa yalokukuta. Si wale pale wapita. Ndo wale walokupiga jana wale. Angalia vile walivyovaa. Yaani kama hawajitambui. Wewe bwana mkubwa, jana nimekuzuia kula futari. Nikwambia kamtafute mwenzako. Mwisho wa siku umekuja hapa ukasema hujamuona. Lakini nimeamka asubuhi nimekuta mmelala wote ndani. Ina maana ulifungulia usiku, si ndio? Hamna, sijamfungulia mzee. Katika kumtafuta usiku sijamuona, ikabidi nirudi nilale. Ina maana kafunguliwa na nani? Alirudi baadaye mwenyewe usiku sana, ikabidi tu nifungulie mlango. Okay. Sasa kesi zenu ziko 3. Kwa sababu mwalimu wenu aliniita, alinipigia simu. Nimefika pale akaniambia kila kitu mlichokuwa mmekifanya. Yule binti wa watu aliyekuja kuzungumza ukweli kwamba aliwaona nyinyi mkifuturu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Halafu na nyinyi mkaenda kumchapa, si ndio manake? Yaani baada ya mwalimu kuwachapa na nyinyi mkaenda kumchapa, si ndio manake? Kwa hiyo mtu kuzungumza ukweli ndio mnakwenda kulipiza kisasi, si ndio manake? Sasa kesi yenu kesho asubuhi, sasa hizi ni usiku. Asubuhi tutamalizana. Tukiamka asubuhi nitajua cha kumifanya. Nataka mkalale. Asubuhi hapa tutapambana asubuhi hapa. Nataka mkalale. Haraka. Kitasheni. Kalaleni. Mbavu nyinyi. Ole wenu, asubuhi kukicha hapa na kesi na nyinyi. Mashetani maibilisi makubwa nyinyi. Umetujiria mwezi Ramadhani. Naam, Sheikh Ramadhani. Ashhadu nani? Naam. Kwa kweli vijana wangu vitendo mlikuwa mnavifanya sio vizuri. Lakini nikiwa tufanyaje mbadilike. Na pia bado msikate tamaa kwamba kwa nini tulikuwa tunamwasi Mungu. Wewe mlikuwa mfanya hivyo pasi na kujua madhara ya hilo jambo mlikuwa mnalifanya. Lakini Mungu anatuambia, enyi watu ambao kwamba mlioamini, la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Mungu yeye anasamehe madhambi yote. Ndio kawaida ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu unapomkosea, halafu unapojua kwamba mmemkosea Mungu na ukarekebisha kwamba hiki nilichokifanya kibaya, halafu basi nabadilika na mcha Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu atuambia tusikate tamaa na rehema za nani? Za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi zote. Sasa vijana wangu na mhusieni mbadiliki kutokana na matendo mnayofanya sio mazuri, kwa sababu kula ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani si vizuri. Kwamba hapa ni jambo ambalo kwamba la mchukiza Mungu, la mkirihisha Mwenyezi Mungu. Badilikeni vijana wangu. Mtabadilika vijana wangu? Ndio. Basi inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikishe inshallah katika hayo. Nitafurahi sana ikiona mmebadilika vijana wangu. Umetujiria mwezi Ramadhani, karibu sana tulikungoja.
tusafishe nia kwa Ramadhani, tutubu sana dhambi kufutiwa, tutubu sana dhambi kufutiwa. Baba. 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 Nye. Nda swala. Nda swala. He? Yameanza lini haya? Ya kuniamsha swala? Sasa si unajua sisi ni binadamu. Sasa yale mambo yote ambayo tulikuwa tunafanya nyuma, tulikuwa ni shetani tu. Lakini sasa hivi tumeamua kurudi kwa Mwenyezi Mungu na tumeamua kuswali sasa hivi. Na tutafunga kama kawaida. Naota au macho yangu? Haya ni maajabu ya Musa. Ukisikia maajabu ya Musa ndio haya. Unajua mzee, kwa yale yote ambayo yametokea, mimi na ndugu yangu Ramadhani tumejifikiria kwamba tulikuwa tunafanya matendo ambayo sio mazuri. Na pia tulikuwa tunamkera sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pia tunakukosea wewe mzazi wetu. Na ndio maana hata Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ndio maana sisi tukaamua kutubu ile toba ya kweli kweli kumrudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tukaja kukuamsha ili tuelekee msikitini mzazi wetu. Tumebadilika dhahiri kabisa. Sawa. Nitaona kama ni kweli, nitajua tu. Lakini kama mnani jokes pia nitatambua. Hapana mzee, tunaongea yote ni ya kweli kabisa. Haya, naomba simu yangu kwanza. Saa ngapi sasa hivi? Ni saa 10 sasa, hii ni alasiri. Ya, ni salatu al-asr. Basi inshallah, tuelekeni msikitini. Utofika. Twakuomba mmoja, tujalie hakika, mwezi usijiondoka bila madhambi kufutwa, bila madhambi kufutwa. Sote wanadamu lazima kufunga, tena kwa nidhamu bila ya kupinga, na yatulazimu ibada kupenda, ili zetu saumu zisende kupingwa. Umetujilia mwezi Ramadhani, karibu sana tulikungojea, tusafishe nia kwa Ramadhani, tutubu sana dhambi kufutiwa, tutubu sana dhambi kufutiwa. Umetujilia mwezi Ramadhani, karibu sana tulikungojea, tusafishe nia kwa Ramadhani, tutubu sana dhambi kufutiwa, tutubu sana dhambi kufutiwa. Mwezi ulo mwema kwetu wanadamu umefika Bwana, ni furaha sana, ni furaha sana. Tupoke vyema na tufanye hima, so dhambi kufanya tutapata lana, tutapata lana. Kwetu ni wajibu kufunga bila tabu, na wetu Wahabu tatupa thawabu. Tuwe na aibu, tuache maajabu, ili uko kwa Rabu usipate adhabu. Sote wanadamu lazima kufunga, tena kwa nidhamu bila ya kupinga, na yatulazimu
ibada kupenda, ili zetu saumu zisende kupingwa. Umetujilia mwezi Ramadhani, karibu sana tulikungojea, tusafishe nia kwa Ramadhani, tutubu sana dhambi kufutiwa, tutubu sana dhambi kufutiwa. Mola usina shaka, njia tumeshika, hatuwezi tatizika kwa lolote kutufika. Fatma, sisi tunaomba utusamehe kwa sababu sisi tulikupiga, kwa sababu sisi tulipigwa, ilikuwa tuna hasira, ndio maana tukaamua kwa kufanyia vile. Msamaha hapa ninaosikia ni wa kidhati au wa kinafiki? Msamaha nakupa ndugu wangu Ramadhani ni msamaha wa kweli kabisa kutoka moyoni, na tumeutoa moyoni mwetu kwamba lile lilokufanyia sio jambo zuri, na ndio maana nikaungana na ndugu yangu Ramadhani sote kwa pamoja kuja kukuomba samahani, na tunajua tumekukosea sana ndugu yetu, tunaomba utusamehe sana. Sisi tumebadilika na tumejutia kwa yale yote tuliyoyafanya, na ndio maana leo tumejumuika kwa pamoja kuja madrasani na tumefundishwa, na kila kitu tulichokufanyia nyuma tunaomba tusahau, tugange yajayo, na tunataka sana samahani yako. Na ndio maana kuna hadithi ya Mtume inasema sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun, kugombana na Muislamu mwenzio ni dhambi na kupigana naye ni ukafiri. Kwa sisi tumejua pale tumegombana na wewe na tumepigana na wewe ni dalili za ukafiri kabisa. Ndio maana leo tumejutia, tumekuja kuomba samahani. Tunaomba utusamehe sana ndugu yetu, tumekukosea pakubwa sana mimi na ndugu yangu. Haya, kama msamaha wenu ni wa kweli na Mungu anawashuhudia, basi mimi nimekubali, nimewasamehe. Ikiwa sisi binadamu tunamkosea Mwenyezi Mungu na anatusamehe, mimi kama nani nishinde kuwasamehe? Nimewasamehe, ila toba yenu hiyo ya kweli, kwa sababu Mungu anawashuhudia na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Basi shukrani sana, tunakushukuru. Umetujilia mwezi Ramadhani, karibu sana tulikungojea, tusafishe nia kwa Ramadhani, tutubu sana dhambi kufutiwa, tutubu sana dhambi kufutiwa. Mwezi ulo mwema kwetu wanadamu umefika Bwana, ni furaha sana, ni furaha sana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi wa ra'aitan nasa, hii ni sini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru. Bihamdi rabbika, bihamdi, so bihamdi, hii ni he. Bihamdi rabbika wastaghfiru. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Hii ni sio aini, hii ni he. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Amma yatasaalun. عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون. جاء نصر الله والفتح. كلا سيعلمون. إذا جاء نصر
كلا سيعلمون إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ألم نجعل الأرض ورأيت الناس يدخلون في دين الله والجبال أفواجا فسبح وخلقناكم بحمد ربك واستغفره بحمد ربك واستغفره بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا إنه كان توابا innahu kana tawwaba. Sasa hizi watakiwa kifika nyumbani uwe una durusu moja moja, kwa sababu ukiwa na durusu moja moja ndio zinakuwa zinakaa kichwani. Na habari za kucheza karata mwezi mtukufu wa Ramadhani hazitakiwi. Karata ni haramu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sawa? Na hakikisha ukienda nyumbani unatwalii, na unapokuja siku ya pili ama kesho uwe unazijua. Na sio ukifika huko uzingatie michezo yako tu, makarata si mdaku. Nitakuja nitakuchapa ikiwa huzijui hizi. Umetujiria mwezi Ramadhani, karibu sana tulikungojea, tusafishe nia kwa Ramadhani, tutubu sana dhambi kufutiwa, tutubu sana dhambi kufutiwa. Mwezi ulo mwema kwetu wanadama, umefika Bwana, ni furaha sana, ni furaha sana. Tupoke vyema na tufanye hima, so dhambi kufanya tutapata lana, tutapata lana. Kwetu ni wajibu kufunga bila tabu, na wetu wahabu utatupa thawabu. Tuwe na aibu tuache maajabu, ili uko kwa Rabu usipate adhabu. Sote wanadamu lazima kufunga, tena kwa nidhamu. Alhamdulillahi rabbil alamina. Wanangu, mimi nimewaita katika kikao hiki nia na madhumuni ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kile ambacho nimekiona nilivyokuwa pale wakati mnafundisha wenzenu darasa. Naamini kabisa Mwenyezi Mungu amewaongoa, na naamini kabisa kwamba Mwenyezi Mungu amesikia kilio changu, kwa sababu nilikuwa nikipambana na nyinyi sana. Nilikuwa nikahangaika sana na nyinyi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuswali, kusoma Qur'ani, kufanya ibada, lakini mlikuwa mkinihangaisha, lakini sikuwaacha. Nilipambana na nyinyi mpaka mwisho, lakini hatimaye subira zangu Mwenyezi Mungu amesikia kilio changu, amemiongoa. Muendelee hivi hivi, wala msifarikiane, mshikamane kwa pamoja, na muendelee kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sawa, kufuata yale matendo yote mema aliyoyaamrisha na kukataa yale mabaya. Insha Allah Mwenyezi Mungu atujalie tumalize Ramadhani hii kwa salama, bila kurudi kule tulikotoka. Tuangalie sasa tunakoelekea kwa hiki ambacho mmekifanya sasa hivi, basi tukidumishe, iwe ni miaka yote kuanzia sasa hivi. Na mimi nawaombea dua, na kwa yale yote ambao mmenifanyia mimi nawasamehe. Kuanzia leo nitakuwa nimewasamehe vijana wangu. Mmesikia eh? Mmesikia? Kwa hiyo tuendelee hivi hivi, tushikamane. Mimi kidogo sasa hivi najiona sasa ni mtu katika watu. Hivyo tuendelee kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani huu mpaka mwisho, lakini pia tuzidishe ibada, tuzidishe kuswali, tuzidishe kusoma Qur'ani kama nilivyokuwa nimewaona. Tumeona vizuri eh? Kwa hiyo baada ya Ramadhani kuisha, tusirudi kule tulikotoka, tuendelee kufanya ibada mpaka Ramadhani nyingine itakapotukuta. Tumeona vizuri eh? Kwa hiyo tuendelee kushikamana hivi hivi.
tuendelee kushikamana, na mimi nitakuwa nahakikisha kwamba wanangu mtakuwa mnafanya ibada kwa wakati, kwa sababu bado niko hai. Tumeona vizuri Karibu sana, tulikungojea, tusafishe nia kwa Ramadhani, tutubu sana, dhambi kufutiwa, tutubu sana, dhambi kufutiwa. Mwezi ulo mwema kwetu wanadamu umefika Bwana, ni furaha sana, ni furaha sana. Tupoke vyema na tufanye hima, so dhambi kufanya tutapata lana, tutapata lana. Kwetu ni wajibu kufunga bila tabu, na wetu Wahabu utatupa thawabu. Tuwe na aibu, tuache maajabu, ili uko kwa Rabu usipate adhabu. Sote wanadamu lazima kufunga, tena kwa nidhamu, bila ya kupinga, na yatulazimu ibada kupenda, ili zetu saumu zisende kupingwa. Umetujilia mwezi Ramadhani, karibu sana, tulikungojea, tusafishe nia kwa Ramadhani, tutubu sana, dhambi kufutiwa, tutubu sana, dhambi kufutiwa. Mola usina shaka njia